namuonesha mambo kayaona mambo. Kutoka Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, mimi ni dadako Zainab Nyasenga, Bikiguno Corporate Mbeya. Napenda umbea kuliko kula, ukipenda niite mkabelozi. Nyuma kamera yupo Ahmed Uwezo na kuuliza ya mjini unayajua. Kila Ijumaa tunakutana hapa kwa ajili ya kufahamisha yanayoendelea mjini. Na miongoni vitu vinavyoendelea mjini bwana ni kutokana na dada maarufu anaitwa kama dada wa mipasho. Ukipita kule TikTok, ukipita Instagram, ukipita WhatsApp, ukipita kwenye status mbalimbali, lazima ukutane na status moja hadi 3 za mwanadada huyo ambaye ana trend kwa namna ambavyo anafanya content zake kwa upekee kabisa. Twende tukatazame clip zake 2 hadi 3 ili nikufahamishe leo jirani yangu hapa. Leo kwenye kibaraza changu cha Mwambao niko na nani? Namuonesha mambo kayaona mambo. Nipo katika shamba langu. Nimekuja leo kulima. Nimekuja leo kuvuna miogo. Nimekuja leo kuvuna mbaazi. Niko hapa Mlamleni. Ukitaka unapanda gari la Kongoe au gari la Mbande. Pikipiki hadi kufika huku 2000. Nakwambia hivi usishindane na mimi. Ukitaka kushindana na mimi, uwe na kiwanja, uwe unapokea kodi, uwe na nyumba, uwe na viwanja kede ndio shindane na mimi. Sio shindane kuvaa, shindana kununua vitu, uwekeze, waje kulisi watoto wako. Mimi namshukuru Mungu. Babangu kaniachia ulisi na mimi naachia wanangu. Nimekuja kuvuna mpunga. Nimekuja kuvuna mpunga. Nimekuja kuvuna mpunga. Nimekuja kuvuna mpunga. Naongea na baadhi ya watu. So mnakaa mjini, hata mashamba yenu ya mpunga mnasahau. Mnang'ania tu kukaa mjini. Japo mwaka mmoja kama una shamba, kumbuka shamba lako kulima. So naachia watu tu walime. Mwenyewe unang'ania mjini. Karibuni sana. Naweza kalimati 100 kuonja uruhusiwi. Mkopo uruhusiwi. Karibuni sana wateja. Namuonesha mambo kayaona mambo. Natumai umeona, natumai umeshafahamu. Ngoja nianze kama ifuatavyo. Leo kwenye kipindi cha Mwambao Mixi ya mjini unayajua, niko naye dada wa mipasho. Wewe unayenitazama, karibu uchukue popcorn, ujionee vizuri. Habari yako? Mzuri. Hongera kwanza kwa kufika Zamaradi TV. Asante. Unajisikiaje na hali? Hali yangu mzuri, nasikia furaha sana. Watanzania wanakutazama kupitia channel namba 413, wanakufahamu kama dada wa mipasho. Kwa niaba ya wengine ambao ndio kwanza leo wanakuona, jitambulishe wakufahamu. Jina langu ambao nimepewa na wazazi wangu naitwa Lema Mnyamba. Jina langu la TikTok natumia dada wa mipasho, ndio umenipa maarufu. Dada wa mipasho ni mwenyeji wa wapi? Dar es Salaam ama mkoani? Mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam, lakini baba yangu ni Mwela wa Kusini. Mama yangu ni Mzalamo wa Mkulanga.
Dar es Salaam ulifika kwa kuzaliwa ama ulifika labda umetoka huko Umwerani, Uzaramuni ukaja Dar es Salaam kuanzisha maisha? Babu yangu mzaa baba ndio alikuja kuanzisha maisha Dar es Salaam. Baba yangu kazaliwa Dar es Salaam, kaoa Dar es Salaam, na mimi nimezaliwa Dar es Salaam, na mama yangu kapatikana Dar es Salaam. Sasa dada Rehema maarufu kama dada wa mipasho. Dada Rehema maarufu kama dada wa mipasho. Kuna majina mengi sana, lakini kwa nini wewe ukasema TikTok kunaenda nalo hili dada wa mipasho? Yaani cha kwanza kabisa, mimi hapa nikuponi mdau wa salamu katika media mbalimbali, nikupona tuma message. Ndio kuna mtu akanipa dada wa mipasho, maana na wachamba watu, umesikia, na wachamba watu media zote wananipigia saluti. Na watangazaji wote katika media wananipigia saluti. Za kwenye redio. Ndio akanipa dada wa mipasho. Kuna mkaka ndio akaniambia wewe ni dada wa mipasho. Maana kila unavutuma message zako zina ujumbe, afu zina ujumbe mkali. Sasa leo unataka ufungue kipindi chetu kwa kuwapasha watu katika namna ambayo wewe mwenyewe unatarajia. Wapashe watu wakufahamu sasa kwa nini dada wa mipasho hadi jina ukapewa. Mpenzi wangu nae natamba nae, mpenzi wangu nae natamba nae, wewe mkemeza bandia, bwanako nishamchukua na wewe mwenyewe utatulia kama moja. Mkemwenza upo, mkemwenza wa bandia. Dada wa mipasho, katika clip zako nyingi ambazo zinaonekana mtandaoni, ambazo hapa nimechukua kuonyesha watu, namna ya utengenezaji wako wa maudhui ni tofauti na watengenezaji wengine ambao tumezoea. Kwa nini umeamua kutengeneza maudhui katika namna ile ambayo mtu akitizama anasema huyu hajaamua labda kuweka labda nguo safi, hajaamua labda kupiga deki, yani wewe unatengeneza uhalisia halisi kabisa. Yani ule ni ubunifu. Kitu nimekuja nacho cha ubunifu. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Vitu ambavyo ninavyofanya mimi nimeona kama vitaniingiza mjini. Kwa sababu hakuna mtu yoyote anaofanya vile kama ninavyofanya mimi. Wasanii kibao wakubwa, lakini content kama zile hawana, ni ubunifu wengine hawana. Ushanielewa? Kitu chochote kinatakiwa ubunifu. Ngoja nifanye ubunifu huu, nikiposti watu watakipenda zaidi. Maana wataona kama kitu cha ajabu. Sasa katika picha zako ushaona mtu kaingia kwenye mtaro? Hapana. Sasa na ile mapokeo watu wanavyokuchukulia, maana wengine wakiona unafanya vile wanasema hivi kweli mtu anafanya hivi akiwa labda yupo vizuri kabisa au jisikii vibaya? Sijisikii vibaya. Kwa sababu gani? Ni ubunifu. Afu ambao mtu ananijua mimi anachukulia kama kitu cha kawaida, lakini ambao mtu anijui mimi ndio anachukulia bwana huyu achachanganyikiwa. Kumbe niko timamu. Zile ni content. Sasa kwenye content zako unakuwa kabisa leo unajipanga, leo naomba nikafanye kitu kama hichi, au tu inatokea unaona mazingira unasema ngoja nifanye? Nikiona mazingira na hapa ngoja nifanye. Na idea inatoka hapo hapo. Idea inatoka hapo hapo. Yaani hapo hapo. Naweza mimi nikaongea na hapo nikakuletea idea hapa. Naomba basi kidogo. Watazamaji, nipo na dada wa mipasho, idea zake za kitofauti kama ambazo nimekuonyesha, na anatuonyesha kidogo idea zake zinakuja gapo hapo. Dada wa mipasho, tupe idea. Naitwa dada mipasho, napatikana hapa Zamani TV, na karibisha sana msikilize kipindi cha taarabu cha dada yetu huyu hapa mtangazaji. Karibuni sana. Mwenyewe umeona, mimi nilikuwa kidogo nimeshtuka kama ambavyo anasema, lakini ni aina ya ubunifu ambapo watu wengi hawafanyi kitu kama hicho. Kuna ile content yako moja ulikuwa umeenda shambani. Ile ilienda sana. Nikupongeze sana. Ile ilienda, watu walipenda sana kuliko kawaida. Ukiwa katika maeneo kama yale, umeamua kufanya content, tunasema kitu kinakutokea tu papo unafanya hiyo content. Je, huo unakuwa una matokeo yako kichwani kwamba hiki ninachokifanya lazima kinaenda, au unakuwa unajaribu ili uone? Sijaribu. Siwezi kujaribu. Nafanya kitu ambacho na kiamini
Nafanya kitu ambacho nakiamini kinaweza kikaenda. Kuna mtu labda alikushauri kwamba njoo na aina hii ya content, au wewe mwenyewe tu ndio ulifikiria? Kuna labda mtu alikupa wazo akasema fanya hivi fanya hivi? Mimi mwenyewe tu akili yangu. Hajanijia wazo mtu yoyote. Mwenyewe tu. Nimeona kuna kipindi ambacho unakuta unawajibu watu comments zao mbaya wanazokuambia, kama labda umechanganyikiwa, vitu kama hivyo unawajibu. Huwa kwa nini unawajibu, ambapo labda wengine wanasema labda mtu akikujibu vibaya usimjibu, achana naye, lakini wewe una tabia ya kuwajibu, tena unawajibu kwa njia ya content ambayo inaenda zaidi. Kwa nini huwa unafanya vile? Sometimes namkaga vibaya. Na kuaga na hasira. Na sometimes ninavyowajibu baadhi ya watu vibaya kunitukania mamangu. Ndio mtu kitokana na mamangu lazima leo yume. Ndio hicho. Tukana matusi yote lakini sio mamangu nitukania. Kwenye ile mpenzi mtazamaji, nipo na dada wa Mipasho kutoka mjini TikTok. Nadhani kwa wewe mfuatiliaji wa mitandao ya TikTok sio mgeni machoni mwako, na wewe ambaye unamuona ni mgeni, ni kuambie tu huyu anaendelea vizuri kufanya vizuri kule kwa content za kipekee ambazo sio rahisi kwa mtu mwingine kuzifanya kwa sababu macho ya watu, lakini yeye hajali kwa sababu ni ubunifu wake. Wale watu wa Facebook na wa TikTok, hivi ushakutana nao kawaida au ndio hiyo content? Content sijakutana nao kawaida mimi. Kwa mfano ukikutana naye sasa yule mwanaume wa Facebook, yani utafanyaje? Nifanyaje? Sina muache. Namwacha? Namwacha. Mapenzi huna? Sina mapenzi. Mapenzi mtandaoni inahusu. Haihusu. Kwa hiyo mtu akakuona Facebook akakupenda, jamani, wewe unamchamba vile kwenye mtandao, wewe ulinitongoza Facebook, sio vizuri, amekupenda, hutaki mwanaume sana toka popote. Baili anihudumii, siwezi kumpenda. Kwa hiyo upendi mwanaume ambaye hakuhudumii? Ndio. Unataka maokoto? Ndio. Kuna mtu anakutazama pale, kasema dada nishamuelewa, ila ndio 100 hana, mpe ya kwake. Hajitahidi apambane, awe na hela anihudumie mimi hapa dada Mipasho. Unasikia maneno hayo? Apambane atafute hela anihudumie mimi dada Mipasho. Mimi sio mshangazi, mimi kishangazi. Afu nataka kuhudumiwa. Kwa mfano mtu mwanaume sasa ndo anakutaka na kuhitaji kwenye maisha yake, mjenge maisha. Amna kwa siku wao anakuhudumia kwa kiasi gani? Hata 20,000 kwa siku, 5,000 nazikana, lakini anioe. Hautaki kuruka judo? Sitaki kuruka judo wala mijudo. Nataka ndoa. Nataka ndoa. Kwenye content zako tunazungumzia zaidi kazi zako kwa sababu ndo zimekuleta mjini. Kazi zako zimekuwa nzuri, zina matokeo mazuri. Vipi sasa kwenye jamii ambayo umetoka au jamii ambayo inakuzunguka, wameipokeaje ile kazi? Kwa mfano tukizungumzia labda mama, kina shangazi, kina nani, wanaipokeaje jamii? Wamefurahi afa hawajaamini. Afu ndo kwanza ananiombea dua nifike mbali usiku na mchana. Tofauti na hapo umesema jamii yako imefurahia, inafurahia, lakini tumekuja kukuta yani familia nyingi siku hizi ukifanikiwa au ukiwa unaenda vizuri kwenye maisha yako, wengi wanaikaga choyo. Wewe unawashauri vipi wale ambao wanaekeana choyo, familia ndugu kwa ndugu? Wewe kama dada wa Mipasho, ndo kazi yako sasa, wapashe wale ndugu ambao wanaekeana choyo, ambao mwenzake akienda vizuri wao roho zinamuuma. Naambia hivi, kama kuna ndugu yako, rafiki yako, endelea kumsupport. Usimwekee choyo kwenye moyo, usimwekee choyo kwenye majicho. Wewe mzidi kumsupport ndugu yako, kama ana kipaji muache afanye. Ujui anafika sehemu gani. Kwa hiyo ninachotaka kuambia nyinyi baadhi ya ndugu, acheni ubinafsi, acheni uchoyo, acheni roho mbaya. Msupport kama ndugu yako ana kipaji cha kuigiza, cha kuchekesha, cha kuimba, wewe endelea kumsupport. Usimvunje nguvu. Endelea kumsupport. Mimi hapa nashukuru Mwenyezi Mungu, wazazi wangu za mwanzoni nilikuwa na post video zangu wako wananizarau, lakini kuna baadhi ya watu wanaambia wewe utafika mbali, wewe una kitu. Utafika mbali. Na kuna wengine wananishuti, nikawa naziposti mtandaoni, na kwa sasa namshukuru Mungu mpaka dakika sasa na bado nazidisha tu marafiki
na ndugu zangu wamefurahi, na kuna kazi yangu nitaifanya mimi na kakaangu director Hamisi Mnyamba. Kwenye naniliu content zako unazozifanya, mimi nazipenda, mimi ni mmoja wa shabiki zako. Content zako unazozifanya mara kwa mara tumeona kwamba ukiachana na asilimia kubwa, lakini asilimia chache unakuwa unawasema wanaume, unawasema wengine wabahili. Kuna huyu ya juzi umefanya, unaomba mwanaume kakuomba hela, unamwambia muachane. Kwani kwenye mahusiano hautakiwi mwanamke kuombwa hela? Inategemeana. Kupa ni kupe, toa ni kupe. Ushaelewa? Unapopata na mimi hapa ninapopata na shida, mwanaume anahitajika anihudumie, atatue shida yangu. Na mimi mwanaume akipata na shida namtatulia shida yake. Lakini sio nitoke mimi namhudumia yeye tu, namhudumia yeye tu. Kitu hiko hakiwezekani kabisa kwangu mimi. Yaani hakiwezekani. Lakini kama tunasaidiana maisha madogo madogo, mwanaume ananisaidia mimi na mimi namsaidia yeye, tunafika mbali mbona. Kuna wale ambao wakikuona sasa kwenye mtandao wanakuchukulia kama ndio hivyo, wengine wanasema huyu atakuwa labda dada amepachwa ameshachanganyikiwa, huyu ampeleke hospitali, huyu amini. Umesema zile comment hazikuumizi, lakini je, wewe kama wewe unafikishia ujumbe gani wale ambao wanakutazama kwa jicho hilo? Waendelee kunifuatilia, waendelee kunitukana, waendelee kunikashifu, lakini mimi sijali, nafanya yangu. Ushaelewa? Nafanya yangu. Hujali maneno yao hayakuumizi lolote? Siwezi kujali. Kwa sababu gani? Wasanii wakubwa peke wasanii wakubwa utanisamea kidogo. Wasanii wakubwa wenyewe wanatukana. Semeni dada Mpasho, hamna kitu cha ajabu. Mimi nafanya yangu na mwisho wa siku nishafika hapa Zamadi TV. Namuonesha mambo, kayaona mambo. Wewe ambaye unamchukulia kama amechanganyikiwa, nikwambie tu dada Mipasho amesema ile ni moja hapo ya ubunifu wake ili kuleta kitu cha upekee. Dada Mipasho bwana, mimi napenda urafiki wako na baadhi ya content creator wenzio wa kule mjini TikTok ambao unaonekana upo real kabisa, napitiaga live zako na zionaga unavyozifanya. Sasa inakuwaje kuna baadhi ya marafiki kule TikTok wengine wanasema hadi wanafikia hatua mnafanyana vitendo viovu vile vibaya, yani labda kuuana, wengine wanafanyana kabisa maugomvi na unaga yanatokea kule TikTok. Wewe kama TikToker unazungumziaje masuala ya ugomvi yanayotokea na kule kwenye mitandao ya kijamii? Waachane nayo. Kitu kama hicho wasikifuatilie sana. Waachane nayo. Mambo mengine mimi yananihusu jamani. Mengine yako. Sawa. Lakini kipenzi changu, unajua hilo jina uliojipa ni kubwa sana, mashallah. Asante. Jina ni kubwa na linaenda vizuri kabisa. Dada Mipasho, unaendelea kufanya vizuri kabisa. Una neno gani la kuambia mashabiki zako wanaoendelea kukusupport ambao wanatamani uendelee kufanya vizuri zaidi? Mashabiki zangu mimi nawapenda. Mashabiki zangu nawashukuru. Wale ambao wananitukana, wale ambao wananipenda zaidi, mimi nawashukuru wote. Bila nyinyi nisingefika hapa Zamadi TV. Bila nyinyi mimi nisingeitwa dada wa Mipasho wa Kitikitopu. Bila nyinyi nisingiona jengo la Zamadi TV. Leo nimeiona, asanteni sana. Kwenye maisha kuna wale ambao huwa wanakusupport, kuna wale ambao wanakukataa, lakini dada Mipasho amepata rafiki yake ambaye mimi huwa nawaona mara kwa mara. Natumaini wewe utakuwa unawaona. Atakuja hapa atajitambulisha. Twende break kidogo, alafu tukirudi tunakuja kuzungumza na dada Mipasho pamoja na rafiki yake. Je, kwa nini wameamua urafiki wao kuwa wa namna hiyo, na kwa nini wameamua urafiki wao kufika hadi hapa walipofika kwa sasa? Wanaonaje mwitikio wa Tanzania katika hayo? Twende break fupi kidogo tukatazame hapa jisongi la taarab kabisa. Alafu tukirudi hapa tutazungumza na wewe. Nyuma ya kamera yupo Ahmed Uwezo. Leo ya mjini unayojua yanatokea TikTok. Tuko naye hapa dada Mipasho originali. Kwa elini, twendeni kidogo nje, tutarudi. Namuonesha mambo, kayaona mambo.
Baada ya break fupi, kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, basi nikwambie tu usishangae. Hapa ni Zamaradi TV channel namba 413 na mimi ni Zainab Nyasenga, na kuuliza ya mjini unayojua. Kama hauyajui, leo tupo naye dada wa mipasho. Tumezungumza naye mawili matatu. Nyuma ya kamera yupo Ahmed Uwezo. Pembeni yangu hapa nipo naye dada yangu mzuri, dada yangu mwenyewe, rafiki kipenzi wa dada wa mipasho. Kwa majina yake atajitambulisha mwenyewe. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Watukane Ukiwaona, ni msanii wa filamu Tanzania na ni mwigizaji wa comedy pia. Kwanza jina lako kwa nini umeliita hivyo? Mimi kwa wazazi wangu waliniambia jina langu kupewa kuitwa Watukane kumetokana na sababu, kwa sababu nilikuwa napenda sana kucheza na watoto wenzangu, afu walikuwa wakionewa sikubali. Kwa hiyo mimi lazima vita niendeleze. Kwa hiyo kwa kija kuwaonea rafiki zangu na mimi na watukana. Kwa hiyo ndio ikaitwa Watukane. Ukiwaona watukane, usiwaache. Yaani ile jina wazazi wako wamekupa? Binamu yangu ndo alinikabidhi ile jina. Sio mama na baba, binamu yangu. Na nilivyokuwa akaniambia. Kwenye tasnia ya comedy, kwenye tasnia yako ya uigizaji, umepata kuwepo kwa takriban miaka mingapi maybe? Miaka 14. Huu ni mwaka wa 14. Nimepambana sana, nishafanya audition za Wema Sepetu zile Dr. Rizaya, tulifanya audition, nilishinda kwenye audition ya Wema. Nishafanya audition nyingi, nishawahi kucheza nishawahi kuitwa na Gabo, nikaenda nikacheza movie, akawa kama msimamizi wangu. Yaani tuseme mastaa wengi wananijua. Yaani wengi sana. Kwa sababu hata hiyo audition ya Wema Sepetu hiyo tulikuwepo na Habiba Cholage, naye alikuwepo kwenye audition ya Wema Sepetu. Lakini ndo game la mtu, Mungu akiamua kumfungulia wa kwanza anafungua wa kwanza, wa pili atafuata. Kwa hiyo pia sikufuru na shukuru hata kwa hii hatua nilofika Zamaradi ya. Kwenye uigizaji ulisema umefanya filamu mbalimbali. Nini hasa kimekusababisha urudi kwenye uchekeshaji wa maudhui hususan wa kupitia mitandao ya kijamii? Asante. Kwa sababu jambo la kwanza, uwezo wa kamera, wa kuwa na kodi kamera niwe na shoot movie kila wakati sina. Uwezo kipato hicho sina. Kilichonisababisha kwamba nikae kwanza kwenye comedy kwa sababu natumia simu yangu. Kwa sababu ile simu yangu ni kuweka tu chaji na kuingia na kuweka bando hata la 500 au la buku. Mimi narusha vipande vyangu kama 2 au 3, basi watu wakiangalia wanajua. Yaani cha kushukuru tu vimepokelewa hilo. Kwenye maudhui ya kule TikTok yanatofautiana. Na wewe pia nimekuona katika uchezaji wako pia wa taarabu ulianza nao. Unacheza katika namna ambayo mtu anasema, unagombana na mtu. Kwa nini ulikuja kucheza taarabu sio kistaarabu? Unacheza sio kistaarabu kama ambavyo labda watu wanahisi. Unacheza taarabu kwa vitendo vyenyewe kabisa. Nilitaka kuwakilisha jina langu. Jina langu sinaitwa Watukane. Nilijua kabisa nikija katika namna hiyo kuna watu watakuja kunishambulia, tutashambuliana, nitaenda mjini tu. Ndio maana wewe ulikuwa unafanya chochote ili uende mjini. Ni yangu ilikuwa ni kwenda mjini. Bana ile game la Tanzania la hapa, asikwambie mtu. Wewe amini tu, usiamini, wewe cha msingi uende mjini. Basi. Ukishaenda mjini unaweza kufanya kitu chochote. Lakini kama bado uko zero, game hili ni ngumu. Yaani sio ngumu sana kivile, lakini lina ugumu wake ndani yake. Kwa watu wanaowaona mtandaoni, wewe na dada wa mipasho, unaweza kujiuliza, hivi ni ndugu? Maana mnafanana pia hata content zenu za kiutofauti. Watu umefahamiana vipi? Imekuwaje mkawa marafiki? Tunaweza tukapata ka story kidogo. Story utapata. Mimi na dada wa mipasho, mimi kiukweli mwanzo tulikuwa hatufahamiani. Yeye alikuwa anatupia vitu vyake na mimi natupia vitu vyangu. Lakini sasa watu walikuwa wanashare. Yaani kuna kwamba wanatoka kule kwao na share kwangu, kwa hiyo ile clip yake naiona. Alafu wanaandika kwamba yani huyu mmefanana. Yaani kila ninapofungua TikTok nakutana na watu lazima wameniandikia kwamba mmefanana. Kwa hiyo nikasema huyu ni nani ambao unafananishwa kila ninapofungua TikTok nafananishwa naye, ni nani? Muda ambao nafikiria kwamba nitakuja kumtafuta kwa sababu mimi nina followers wengi kuliko wake. Muda mwingine najisahau. Kuna siku nikaamua kwamba kesho nikiweka salio la kutosha nitamtafuta huyu dada. Kwa bahati nzuri nikakuta yeye kanitafuta. Lakini nilikuwa nimedhamiria kabisa kesho nitamtafuta. Nikamkuta yeye amenitafuta, ameniambia mambo, mimi nikamjibu poa. Akasema watu wananifanisha na wewe kwa jina naitwa fulani, na mimi nikajitambulisha. Akasema mimi nakupenda sana na ni mfuatiliaji sana wa vitu vyako.
Nikamwambia kiukweli mimi sitaki kuongopa. Hapo mwanzo nilikuwepo sijaona, lakini baada ya watu kuwa wanashare niliona. Nikaona unachokifanya pia hata mimi nilikipenda ulichokuwa ambacho unachokifanya. Kwa hiyo nikabidi tupeane namba za simu, tukakutana. Tulivyokutana siku ya kwanza tukakutana tu, nikagundua udada ana kitu na ana upendo. Yaani kiukweli ana kitu. Kwa sababu kuna vitu mimi mwenyewe naweza nikakaa naye location tunafanya kitu, akikifanya mimi mwenyewe kama ndio nimeshika simu nacheka nyuma ya simu. Nacheka mpaka nawaambia jamani subirini kwanza mimi cheko limenibana. Niacheni tu nimalize cheko langu. Sio unaelewa yaani ana vitu vyake ambavyo anavyo. Kila mtu mwanadamu ambaye ana mtu ambaye mwenye kipaji ana kitu chake. Kuna watu wakiangalia kuna kitu wanakipenda kutoka kwake na kuna watu wakiniangalia wana kitu wanakipenda kutoka kwangu. Pia hata mimi napenda anavyofanya na yeye pia kashanithibitisha kuwa ananipenda kile ninachokifanya, basi tunapendana. Kuanzia siku hiyo nikasema huyu kwa kuwa ana kitu na mimi nina kitu tukiweka pamoja vitakuwa vitu viwili. Acha nimsupport. Nilipomsupport kwa mara ya kwanza kuna watu walikuja kucomment ambao wa Kenya wakasema dada mpush huyo dada kwa sababu kipindi hicho alikuwa na followers 7,000 kitu kama hicho. Na mimi niko kwenye 100k. Kwa sababu msaidie mpush ikabidi nimbebe. Kwa hiyo nikiwa nikiposti kazi zangu naambia jamani mkamfollow huyu mtu, jamani hakikisheni mnamfollow, hakikisheni mnamfollow, mna like, mna comment. Followers wangu hakikisheni mnafanya jambo kwa huyu dada. Na kweli wamefanya mpaka leo amefikisha 20k. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua ambayo tumepiga. Ila sio kwamba unajua mtu hata kama unasapotiwa uwe na kitu na wewe ili watu wakusupport, si ndio? Sio kwamba ati wa followers wangu kumsupport yeye kwamba wameamua kumsupport kwa sababu yangu. Kuna kitu pia yeye mwenyewe anacho. Je, huyu tulioambiwa tumsupport ana kitu? Kwa hiyo wameenda wamechungulia wakajigundua wakajilizisha kwamba yeye ana kitu. Tunatoa support zetu. Wakaja wakamsupport, anafanya vizuri kiukweli na mimi napenda. Kabisa. Mara ya kwanza sasa ulivyosema umtafute watu gani, ulifikiria kwamba atakupokea namna ambavyo amekupokea? Kwa sababu gani watu wengi wakupananisha naye. Nikaingia katika live yake, nikachukua namba yake ya simu tukawasiliana. Siku ya kwanza kabisa tukakutana Mbagala za Kiemu. Akaniambia niko Mbagala za Kiemu, anipigia simu njoo Mbagala za Kiemu. Nikaenda pale tukakutana, watu kana kuone. Tukayapanga ya kwetu. Ndio mpaka sasa hivi tunafanya kazi pamoja. Tunashirikiana kwa shida na raha. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka tumefika hapa Zama DTV. Tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu. Cha muhimu yani hapo mtu kujiamini na Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu ndo katufikisha hapa. Katika content zako unazozifanya watu wengi wanakufananisha au huyu Msukuma au huyu mtu wa Kigoma au huyu mtu wa wapi. Wewe kwa kihalisia wewe ni kabila gani? Mimi ni Muha original. Mimi ni Muha kutoka Kigoma ambaye ninakuja kwa treni, usafiri wangu mkubwa. Kwa nini treni usafiri mkubwa? Unajua kiukweli Waha ni watafutaji. Yaani Muha ukimpigia hesabu za nauli sijui 300,000 laki ngapi anaona hapa sinisha tafuta biashara ndogo ndogo hapa nishapanga na nishafanya biashara. Kwa hiyo anachokifikiria ni kuangalia wenye unafua nauli. Si unaelewa? Yaani mimi kiukweli hapana. Kupanda ndege ndege kama inapandishwa na mtu au kama nishakuwa na mali napanda, lakini sina nyumba nianze kupanda ndege hilo haliwezekani. Najilipua tu na wewe uwatambie mtandaoni. Niwatambie mtandaoni maisha sina. Afu hamna kitu kibaya kama kuwa staafu au una hela. Hicho kitu ni kibaya sana. Kuna muda mimi watu wananipigia simu eti mtu ananiomba anakwambia kama watu una shilingi ngapi? Maskini Mungu muda mwingine hata 100 ndani sina. Sasa hata sina shida kusema. Wewe maarufu hivyo wote hauna hela. Nyie jamani msiombe kuwa maarufu afu pesa huna. Hii ni mbaya sana. Kwa hiyo wale watu ambao mtandaoni wana trendi, wanafanya vitu vikubwa, alafu kiuhalisia hawana kitu, ambao ndo watoto wadogo sasa au wadogo, content wadogo ambao wanaendelea kujikuza. Una neno gani la kuambia wewe kama legendary una miaka 10 na kwenye game? Rudia swali. Yaani kuna wale ambao ndo wanachipikia kufanya maudhui lakini wanajipiga kufanya vitu ambavyo nje na uwezo wao ili madu waonekane huku mbele, waonekane mbele ya kioo cha jamii kwamba wapo vizuri. Wewe kama legend wa mambo maudhui na uigizaji na usanii, una neno gani la kuambia wadogo zako wanaochipikia ambao wanafanya vitu tofauti na uwezo wao wa ukweli? Waache kufeki maisha.
Hamna kitu kibaya kama kufiki maisha. Ishi katika uhalisia wako, ishi katika maisha yako. Si unaelewa? Nadhani hata wewe nikutumia message kwamba tunakuja na daladala. Maana nilikuwa na uwezo hata kukuambia nimechukua bajaji. Umeelewa? Nilikwambia tumekuja na daladala ndio maana tumechelewa. Tusamee bure. Sawa. Kwa sababu naishi ndani ya uhalisia wangu ya maisha yangu. Mimi sina maisha, siwezi kujipromo kwamba mimi na maisha wakati maisha sina. Kitendo cha kujipromo kwamba una maisha wakati maisha huna. Inawezekana kuna mtu angekuja kukusaidia kutokana na vile huna kipato. Wewe tayari ushajipromo. Umeua, umejimaliza mwenye bila wewe kujua. Sema tu ukweli, una hela, akipatikana mtu akukusaidia anakusaidia. Yeah. Kwenye content zenu sasa mnazofanya mtandaoni, siku hizi nimeona mnafanya kwa pamoja, unaungana naye dada wa Mipasho, mnafanya content kwa pamoja. Hili wazo la kuja kufanya kitu cha pamoja, licha ya kwamba watu wako wamesema umpush, ni nini hasa kingine cha ziada cha kitu ambacho dada wa Mipasho anacho, pengine yeye hajui, leo umwambie hapa mbele ya Zamaradi TV ajue kwamba hiki ndio kinasababisha pengine mimi ndio nakusupport zaidi kwa sababu una hiki mdogo wangu. Ana kipaji. Yaani kipaji ndicho ndo kitu cha kwanza. Kitu cha pili ana roho nzuri. Yaani amini usiamini huyu. Yaani mnavyomuona hivyo, ushawahi kuishi na mtu ambaye hana maisha lakini anajikongoja, anajitahidi hakikisha kwamba hata mgeni wake ukifika urelax. Ndivyo anavyoishi huyo. Yaani hicho tu. Ndio maana mimi yani nyumbani kwetu sisi nilipozaliwa mtu akubaliki eti sijui uje na wageni wako walale huko, lakini huyu hata akija nyumbani analala, yeye mwenyewe anajua. Analala, anakula, anaamka, anafanya kila anachokiweza. Yaani anaishi kama yuko nyumbani kwao. Na mimi nikienda kwao nalala, naamka na tena naenda najiachia, yani yule mama yake kama mama yangu. Bahati mbaya kapata mkosi, mama yangu aishafariki. Lakini yeye mama yake anayo. Mimi na relax kama yani namaanisha kwamba ile ndio ni mama yangu yani tayari. Yeah. Kwenye upokeaji wa maudhui, dada Mipasho akasema watu vile wanavyomkomentia vibaya yeye hajali, anaendelea maisha yake. Kwa upande wako zile comments mbaya za watu kutokana na vile ambavyo mnavifanya mtandaoni, wewe unavipokeaga vipi? Kuna muda vinaingia, kuna muda vinatoka katika upokeaji. Kwa sababu upokeaji uko hivi, kuna mtu anaweza kukutukana neno ambalo kuna siku moja kuna mtu amecomment kwamba naombea, tulikuwa nimefanya connect na yule mtoto. Akasema naombea mtoto abakwe kabla hajafikisha miaka 7. Comment ya mtu. Yaani nilisikia kutetemeka mwili, nilikuwa kitandani nisikia kutetemeka, yani nilisikia kuchanganyikiwa, natafuta jibu la kumjibu. Sijawahi kumjibu mtu. Sikio nasema natafuta jibu la kumjibu. Hata silioni, kila naliona ni ndogo. Nilijikuta tu machozi yananitoka. Alafu sijakaa hata dakika 5. Alianza kushambuliwa na ambao ndo watu wanaonifuatilia mimi. Alitukana yule kaka. Alitukana akamwambia mshenzi nini? Au wewe ndio ulipatikana kwa namna hiyo? Unamwombeaje mtoto wa mtu eti kabla ya miaka 7 au ameshabaka unamwombea? Hiyo ndio contact ambayo iloniuma, message iloniuma katika message zote watu wanazozituma. Lakini zingine hizi za kuniambia sijui kikongwe wewe, sijui umezeeka wewe. Mimi naona tu kwamba tena waendelee. Waendelee tu kusema kama mimi ni kikongwe, mimi nashukuru. Mimi ni kikongwe ndio, lakini ndio kikongwe nishaingia mjini. Yeah. Mjini upo? Mjini nipo na Zamaradi leo nipo Zamaradi TV. Yaani sio Zamaradi kwake, Zamaradi TV. Nipo hapa nimetulia tuli na dada wa Mipasho. Na mwandishi wetu wa habari. Hatuna nene na mtu. Kwa hiyo ambaye unaendelea kufuatilia, nikwambie tu leo baraza ya mwambao ninao wa marafiki wawili. Ninaye dada wa Mipasho, ninaye Watukane. Watukane ni jina lake, umeambiwa amepewa na binamu yake. Yaani hiyo ametoka udogoni. Sio kwamba kajiita mwenyewe. Ametoka udogoni na hivyo. Nyuma ya kamera yuko Ahmed Uwezo. Mimi nisio mwongeaji sana, natumai umepata kusikia story 2-3 za Watukane ukiwaona pamoja na dada wa Mipasho walivyokutana, kwa nini wameamua kuwa pamoja kwa sababu ya ubunifu. Mimi najua sana unapenda watu wakisuzwa, watoe takataka, watoe povu, watoe ukurutu, watoe tabia mbaya, watoe uchafu, vyote unavipata hapa. Niwapishe wageni wangu sasa wawasuuza wanaowasuuza. Nyuma ya kamera nikwambia yupo Ahmed Uwezo, mimi ni dada yako Zainab Nyasenga, Bikiguna Corporate Mbeya. Napenda umbea kuliko kula, ukipenda niite mke balozi. Kwa nyinyi ambao mawifi ambao kaka zenu wameoa,
wamemleta mke wake katika nyumba yenu, hata kama eti kwamba kaka yenu hajajenga, ndo amemleta wifi yenu kwenye nyumba ya familia, basi huyo wifi yenu ndo mnamshambulia hicho sio kitu kizuri. Aliletwa, mjua kwanza huyo ni mtu wa thamani aliletwa hapa, hakuja kwa miguu yake tu, amekuja kwa pesa. Yaani yule kaka yenu kwenda kumchukua kwao, alimchukua kwa pesa, hakumchukua bure mpaka kuingia katika hiyo nyumba. Sasa kitu gani? Kwani huyo mwanamke kakufuata wewe? Ndio nakuulizeni, huyo mwanamke kakufuateni nyinyi? Kamfuata mume wake. Kitu gani cha kumfanya kwamba mtoto wa mtu asikai kwa raha wakati amekaa kwa mume wake na ameletwa kwa pesa? Turieni. Na nyinyi ambao kazi yenu mnatukodoliaga macho, mnatuangalia sisi na dada wa mipasho, sikizeni tukwambieni. Hapa Zamaradi hatujafika kwa nguvu zetu. Tumefika kwa uwezo wa Mungu, wala sio nguvu ya shetani. Yaani Mungu ndio alosababisha sisi tufike hapa. Tunaombeni mtuache na mtupumue. Wale mlomsema kwamba hawafiki popote na hawatafika popote. Sasa ndo tunawaambieni tumefika Zamaradi TV. Tukitoka hapa mtajua nyinyi kinachofuata ni wapi. Habari ndo hii. Wanaume katika mtandao, unapomtongoza mtu mtandaoni, huo mkweli. Mnanisikia? Huo mkweli. Bwana mimi nakupenda, nataka nikuoe. Soma maneno mengi nakupenda. Sasa hivi maneno hayo peleka baharini yaondoke na maji. Umenisikia wewe mwanaume? Baadhi ya wanaume. Na rudia tena, baadhi ya wanaume. Wewe ushachukua namba yangu mtandaoni. Ushanitongoza, nishakukubalia. Bado hapo nataka nitumie vocha. Nitumie pesa ya kula. Nitumie era mafuta nikajazi bajaji. Sasa nakwambia hivi, mwanamke mimi hapa, ukinitongoza mtandaoni ujue unafanya vitendo. Na vitendo vyenyewe kunihudumia. Cha kwanza, cha pili ulete barua posa wazazi wangu wakujue, cha tatu ufunge ndoa na mimi. So maneno mdomoni tu, nakupenda, mpende mama yako mzazi. Sio mimi dada Mpasho. Niko hapa Zamaradi TV. Kwa leo nimeishia hapo.